Umenielewa? Yaani kama unataka ununua simu ya 200,000, achana nayo. Chukua hiyo 200,000 kwanza, wekeza ndani ya miezi 3, hiyo 200,000 itanunua simu na hela itakuwa. Katika kambi ya malezi Mgera mkoani Kigoma, wahitimu wa mafunzo ya uongozi na biashara wamehitimisha rasmi mafunzo yao yaliyodumu kwa muda wa miezi 3. Tunatarajia baada ya hapa hawa vijana wataenda nyumbani, hawatakuwa tena wanaomba pesa, bali wanaomba mitaji kwa ajili ya kuanzisha biashara. Mafunzo hayo yaliwakutanisha vijana waliomaliza kidato cha 4 kutoka maeneo mbalimbali, wakipata elimu ya kujenga uwezo wao, kujenga uwezo wa kuongoza na kuanzisha shughuli zao za biashara. Hiyo tusiwe na haraka ya kuwaonyesha watu sisi ni matajiri. Tuwe haraka kupambana kutafuta utajiri wa kweli. Umeelewa? Shida maskini ni moja. Sisi tunapambana kuonyesha watu sisi ni matajiri. Ndio maana huna bado hela nzuri, mikoba wanakudai lakini umeshaweka friji, sisi umeshaweka TV. Nini? Achana porojo hizo. Baadhi ya wahitimu wamesema mafunzo hayo yamewasaidia kutambua fursa zilizopo katika jamii na kuwapa mwanga wa maisha yao ya baadaye. Wengine wakisema kuwa wana ndoto ya kuwa wafanyabiashara wakubwa, huku wengine wakitamani kuwa viongozi bora watakaolitumikia taifa kwa uadilifu. Kipindi niko nyumbani nilikuwa sifahamu uongozi na biashara, namna ya kufanya biashara sokoni, namna ya kuwauzia watu vitu, pia namna ya kutengeneza mazingira. Lakini nilipokuja hapa Mgera Islamic Center nimejifunza baadhi ya mambo. Moja wapo ni uuzaji, namna ya kuuza biashara, pia na jinsi ya kutengeneza mazingira, namna ya kuwakaribisha wateja, na namna viongozi bora wanaofaa katika kijiji na viongozi wanaofaa na wasiofaa. Kwa nitakapotoka hapa nitaenda kijiji cha Kazigunga ambacho nitotokea, nitatengeneza mazingira yaliyokuwa sahihi, nitauza biashara ipasavyo, nitatekeleza sheria zote za uuzaji wa biashara, na pia nataka kuwa kiongozi kwa ajili ya kulinda familia yangu. Kwa mjibu wa wanafunzi hao, masomo walioyapata hayakuwa ya nadharia pekee, bali yalihusisha mifano na uzoefu wa vitendo uliowajengea ujasiri na nidhamu. Wamesema maarifa hayo yatawasaidia kujitegemea na kuchangia maendeleo ya jamii zao. Lakini pia katika ngazi ya uongozi, kutokana na sifa au aina za viongozi, kuna aina mbili za viongozi ambao ni watatua matatizo na waleta matatizo. Mimi nimejikita hasa katika kipengele cha viongozi watatua matatizo, kwani hapa kambini tulikuwa tuna tatizo la baadhi ya wanafunzi kutokuwa na daftari. Kutokana na hilo tulileta harambee kwa wanafunzi, sisi tukachangia na kuanzisha biashara ya uuzaji wa maandazi ya kuoka. Mpaka sasa tulitatua tatizo hilo. Ninaitwa Mariam Zuberi Hussein kutokea Mwanza. Nimekuja katika mkoa huu kwa ajili ya kujifunza fani mbalimbali. Kituo chetu hichi cha Mgera Islamic kina fani nyingi. Katika fani zote hizo kuna ili somo la uongozi na biashara. Mimi katika ile somo la uongozi na biashara nimejifunza hasa lengo la hili somo. Lengo la hili somo ni kuwafanya vijana waweze waweze kujisaidia wenyewe, kutokana na waanzishe biashara zao, kutengeneza biashara kutokana na kile walichonacho. Mtu asisubirie kwamba mpaka nitakapopata fedha nyingi labda ndo nianze kufanya biashara. Mtu aanze na kile alichonacho. Hapa nipo kambi ya malezi Mgera, ambapo kupitia kambi hii imeniwezesha kujifunza uongozi na biashara. Katika uongozi na biashara nimejifunza fedha na usimamizi wake. Sisi kama vijana tunapaswa kufahamu namna ya kusimamia fedha, ambapo kupitia somo hili limeniwezesha kuona kila pesa ninayopata kwangu ni kubwa, ambapo tumejifunza makundi 5 ya kusimamia fedha. Ukipata pesa yoyote unaigawanya katika makundi 5. 50% ya pesa unayopata unipeleka katika mahitaji yako ya lazima. Pia katika fedha hiyo 10% unaipeleka katika dharura, 20% hii hapa unaipeleka katika akiba. Akizungumza kuhusu somo hilo, mwalimu wa uchumi na biashara Hatibu Hamisi Luganda amesema mafunzo hayo yana umuhimu mkubwa kwa vijana, kwani yanawasaidia kuelewa misingi ya uongozi na biashara pamoja namna ya kutumia fursa zilizopo na kujiletea maendeleo binafsi na ya taifa. Nilipewa kitengo cha kufundisha somo la uongozi na biashara kwa lengo la kuandaa vijana kuwa viongozi wajao, kwa maana wajue namna kiongozi anapaswa kuwa
kwa namna gani, lakini pia kuwajengea uwezo kwenye masuala ya kuanzisha biashara na kuzisimamia biashara. Kwa kwenye ishu ya uongozi niliwafundisha aina za viongozi ambazo ni aina mbili niliwafundisha. Kuna kiongozi waleta matatizo na viongozi watatua matatizo. Lengo la viongozi wa tatua matatizo ni viongozi ambao wao hawapo kwa ajili ya kulalamika, hapo kwa ajili ya kutoa suluhisho pale panapokuwa na changamoto kwenye jamii au hata zile changamoto zinazomkabili mwenyewe. Lakini viongozi waleta matatizo ni wale viongozi ambao mara nyingi kila jambo linapotokea wao ni kulalamika. Kwa hiyo hawa watoto unavyowaona nimewajenga vizuri kwenye swala la uongozi wenye kutatua matatizo. Ndio maana utaona hapa katika kambi hii kila tatizo lilipokuwa likijitokeza, kwa mfano mwanzo walikuwa wanafunzi baadhi hawana madaftari, tunafanya fundraising, tunapata mtaji hapo hapo, tunaenda kuanzisha biashara, tutatatua tatizo la kununua daftari. Lakini pia kwenye biashara nimewafundisha namna kuanzisha biashara, namna kusimamia, namna kutafuta masoko, namna ya kuuza katika kila kipengele. Kwa namna moja ama nyingine, lakini pia wamefanya kwa vitendo. Kwa maana hapa kuna bidhaa zinazalishwa kama bidhaa za sabuni, wanaoka maandazi ya mapishi hayo, lakini wanazalisha bidhaa mbalimbali, na zote hizo wao ni maafisa mauzo. Yaani pale kila mmoja ukimuuliza anakuambia mimi ni afisa mauzo wa kambi hii, kwa maana product zote zinazozalishwa iko tayari kutumia zile skills za somo la biashara ili kuuza. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine kila mmoja pale unaona ameandika wazo lake katika ule business plan, ameandika wazo lake ambalo akitoka hapo aende kwao kwa ajili ya kulianzisha. Yaani tunatarajia baada ya hapa tunatazamia kwamba hawa vijana wataenda nyumbani, hawatakuwa tena wanaomba pesa, bali wanaomba mitaji kwa ajili ya kuanzisha biashara, na baada ya hapo wanakuwa wanaweza sasa kuzalisha fedha kupitia biashara zao ndogo ndogo. Mtukio ukoje na kozi hii imechukua muda? Nadhani hii ni kambi ya malezi miezi mitatu. Kwa hiyo hapa wamesoma somo la uongozi na biashara miezi mitatu, japo kuna kozi nyingi na nyingine za walimu wengine kama ufundi umeme, mambo ya welding, uchomeleaji huo, mapishi, mapambo na mambo mengine. Lakini kwa upande wa somo langu la uongozi na biashara, wenyewe wamesoma miezi mitatu, wamefanya pia mitihani.